huwa ni ya kiuzao tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, Yesu anamwambia yule nyoka, patakuwa na uzao, patakuwa na vita kati ya mwanamke na uzao. Na ndio maana kina mama wana ugomvi mkubwa sana na shetani kuliko wanaume. Na ndio maana kina mama ni rahisi sana kuwakuta na mapepo mengi kuliko wanaume. Sio kitu cha kawaida, sio kwamba wana madhambi, sio kwamba wana matendo mabaya, ni jambo la kibibilia. Walishachonganishwa kitambo. Kuna uadui mkubwa ulishasemwa ya kwamba kati ya huyu na huyu kuna ugomvi, kwa sababu mama anamiliki sehemu kubwa sana ya lango. Na ndio maana lazima ujue tabia za tumbo lako. Hebu sema tabia za tumbo lako. Kina baba tuwaweke pending kidogo. Haleluya. Lazima ujue tabia. Muulize mwenzako, unajua tabia za tumbo lako? Kina baba usiulize hilo swali, sio lenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nikasoma kichekesho kimoja. Mhubiri akasemaje? Mwambie jirani yako umependeza. Sasa yule alipokuja kumcheki jirani yake, akasema, Mungu naogopa kutenda dhambi ya uongo. Huyu hajapendeza. Nikaona huyu ana akili. Haleluya. Hilo ni somo pana, kujua tabia za tumbo lako. Tabia. Kuna wengine matumbo yao yamewekewa tabia ya kufisha. Kufisha. Sasa nisiende huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unaona wamama wengi ni rahisi kuanguka na mapepo wengi kuliko wanaume? Ni kwa sababu uzao ni lango. Kwa hiyo shetani lazima akae hapo. Akae kuhakikisha chochote kinachopita anatupia kitu. Kila mtoto anayekuja, vitu vinaingia kwa shetani. Lazima uweze kukung'unta katika ulimwengu wa roho kila kilichokaa katika lango la uzao, ambacho kimetoka katika misingi ya familia yetu huko tusikojua. Mungu tunakung'unta kila miungu na ufalme ambao umekaa hapo, umetawala, umeshikilia na unaruhusu vitu hivyo vinapita. Mungu kakae hapo. Mungu atakwenda kukaa katika lango la uzao, na kile kitakachotaka kuja, Mungu anasema hauna nafasi. Huna nafasi. Ukienda kwenye zile guest wanasema nafasi haipo. Kwa hiyo utaamua ubishane na kibao au uendelee kutafuta kwingine. Amen. Haleluya. Utaamua bishane na ubao. Siku moja nilikuwa namwombea binti mmoja, alikuwa amepata ujauzito. Sasa akapitia changamoto, wazazi wakamkataa. Kwa hiyo akanipigia simu akasema, naomba nikuage mtumishi wangu. Kuanzia leo mimi nakufa. Hautoniona tena. Nashukuru kwa msaada wako ulionisaidia mpaka nimefika hapa. Akakata simu. Afu yuko mbali. Nikachukua simu yangu nikampigia. Simu inaita, akanitumia message akasema, sahau, akajitaja jina, sahau kuhusu mimi. Akazima simu. Ninapokuja kupiga tena, kakaitikia kale kadada, mteja unayempigia hapatikani kwa sasa, tutamtaarifu kwa ujumbe mfupi atakapokuwa hewani. Siku ile nikasema kabisa, wewe utamtaarifu saa ngapi wakati atakuwa ameshakufa, ni marehemu? Atashika simu saa ngapi? Yaani akishakufa hapa ndio tumeachana, utamwambia saa ngapi? Alafu baadaye nikajicheka, kumbe naongea na jitu ambalo limerekodiwa. Kuna hizo kama bishane na kibao au katafute kwingine. Mwambie mwenzako, tengeneza patano kwa ajili ya uzao wako. Na mtu anapotengeneza patano, siko njia mbalimbali. Mtu anaweza kaamua kufanya yale maombi akafix na sadaka. Akasema, Mungu, mtoto atakayetoka hapa kwenye kiuno changu, kwenye tumbo langu, from now, iwe 1, 2, 3, Bwana. Ninaachilia na sadaka hii kwako, Mungu. Hata kama kwa sababu dunia imeharibika, itakuja, itatoka. Biblia inasema zile zama za ujinga, Mungu alijifanya kama haoni.
Lakini ilipofika saa Mungu akamtuma mwanawe Yesu Kristo, hapakuwa na ubishi. Mtoto anaweza akapitia miyumbo yumbo ikatokea, lakini kama kuna kitu cha kiroho kimetengenezwa, hakuna namna, atarudi tu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema tangu nikiwa tumboni mwa mama nalichaguliwa kuwa mtumishi, lakini huku duniani mifumo ya kidunia ikambadilisha akawa mtu wa ajabu, anapinga Injili, anaua watu. Lakini saa ya Baba ilipofika, lile agano likamfuata kokote aliko, likaenda kumchukua, sema wewe sio wa huku, tuende huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni siku za mwisho. Usiache watoto wako hewani, sawa? Usiwache hewani. Tengeneza kitu cha kiroho kitakachosimama kwa ajili yako, kwa sababu shetani anajua ya kwamba nguvu ya mtu ni katika uzao wake, fahari ya mtu ni katika uzao wake. Kwa hiyo ukiwaacha hewani, maana yake chochote kinaweza kuja kikaingia. Aise, tengeneza wigo. Agano linakuwa ni kisemeo chako, linakuwa ni sauti yako, linakuwa ni amri yako, ujapokuwa haupo lakini unaishi. Wangekuwa ni wale watu wa giza kule wanaelewa sana hizi mekanizmu. Hujawahi kukutana na mtu anasemaje? Anasema mimi nikutana na mama mmoja, nilikuwa namuombea, mapepo yamemngangania, yani yamemngangania kabisa, yamemngangania, tunataka tumuoe huyu. Nikawa naambia, afu anasema kwa dharau na yamejiamini, anasema huyu ni wa kwetu bana, huyu lazima tumuoe. Na mwanaume yoyote anayetaka kuonyesha dalili za kumchumbia tuna disturb. Kuna kuta mtoto watu yuko smart, yuko vizuri, lakini vijana wanamuona kama ile misanamu ya kwenye maduka ile inayovalishwa nguo ile. Hawezi kuiambia hata good morning, huwezi kuisalimia. Ni kwa sababu kuna kitu kimetengenezwa pale, kimekaa. Yule pepo anaongea kwa huyu ni mke wetu, unatufukuzaje huyu? Kuna watu walishatengeneza uhalali kwenye familia yao, ile miungu ikachukua nafasi ikakaa, huwezi kuitoa kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata uzao wako tengeneza patano na Mungu kwa